Tuelekee katika taarifa nyingine ambapo askofu wa jimbo Katoliki la Iringa Mhashamu Romanus Mihali amewataka waamini kutambua kuwa mafuta ya wagonjwa, mafuta ya wakatekumeni na Krisma Takatifu hayana mbadala wowote nje na mafuta yanayotolewa na Kanisa Katoliki, na hivyo wasidanganywe na mafuta mengine yoyote. Tupate undani wa taarifa hii. Askofu Mihali amezungumza hayo wakati wa homilia yake ya misa takatifu ya kubariki mafuta ya wakatekumeni, mafuta ya wagonjwa na kuweka wakfu Krisma Takatifu jimboni humo. Sisi haya mafuta ya wagonjwa, mafuta ya wakatekumeni, Krisma Takatifu haina mbadala wowote na yanapatikana tu katika Kanisa Katoliki. Hapo tu, hakuna kwingine. Mafuta yetu tunayoyatumia katika kanisa kwa ibada na kwa utaratibu na mwongozo wa Kanisa Katoliki ni haya. Pia Askofu Mihali ametumia adhimisho hilo kuwaanza waamini kutokuogopa kupokea sakramenti ya upako wa wagonjwa, kwani sakramenti hiyo ni kwa ajili ya kumtia nguvu mgonjwa ili apone kimwili na kiroho. Tunaogopa kupokea sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Tunaogopa kwamba padre akisha kupatia sakramenti hii hakutakuja. Na hata wengine tunasema padre ashakwenda kumpa sakramenti ya mpako wa wagonjwa, siji kutakuja leo. Hii ni dhana potofu. Tupokee sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Sakramenti inatutia nguvu, na wala hata katika sala ile ya sakramenti ya mpako wa wagonjwa kuna mahali panaposema Bwana tunamwombea mwenzetu ili basi kwa mahangaiko haya umchukue tu basi. Sasa maneno yaliyomo kwenye formula ya adhimisho la sakramenti ni kwamba umpe nguvu mwilini na rohoni. Umpe nguvu mwilini na rohoni apone. Na misale hii ya sasa kuna marekebisho kidogo imewekwa kabisa, apone, apate afya. Sambamba na hayo, Askofu Mihali amewaasa mapadri wote kuhamasishana kutembea na mafuta ya mpako wa wagonjwa kwa dharura pale inapotokea.